Sara alikuwa mwanamke wa Kiafrika mwenye umbo la kuvutia, mrembo wa ajabu mpaka wanaume wa mtaa walikuwa wanagongana wakimwangalia akipita. Alikuwa akiishi mjini kwenye mtaa wenye kelele za muziki kila usiku, watoto wakicheza barabarani na mama wa jirani wakipiga stori mbele ya nyumba. Lakini Sara alikuwa na tabia moja iliyowafanya watu wengi waongee sana kuhusu yeye. Alipenda maisha ya starehe kupita kiasi. Sara hakutaka maisha ya shida hata kidogo. Alisema mara nyingi, mimi kuteseka? Hapana bana, maisha ni ya kula raha. Alipenda nywele nzuri, perfume za gharama, kucha ndefu na kupiga picha kila sehemu nzuri mjini. Tatizo ni kwamba hakuwa na kazi ya maana, na kwa sababu alikuwa mrembo sana, wanaume wengi walikuwa wakimfuata. Mwanzoni Sara alikuwa anachagua sana, lakini polepole akaanza kuzoea pesa za haraka. Simu mpya leo, viatu vipya kesho, outing weekend, maisha yakaanza kuwa ya soft life. Kila siku alikuwa Instagram na TikTok live. Watu waache stress, maisha ni enjoyment. Marafiki zake walimcheka na kumuuliza, Sara, pesa zote unatoka nazo wapi? Naye alikuwa anajibu kwa kucheka, Mungu anajua watoto wake. Lakini ukweli ulikuwa tofauti. Ndani ya moyo wake, Sara alikuwa amechoka. Kila mwana aliyekuja aliahidi mapenzi, lakini mwisho wake alikuwa anataka starehe tu. Wengine walimnunulia vitu leo, kesho wanapotea. Mmoja alimwahidi gari mpaka Sara akaanza kujiita madamu wa boss. Mwisho akagundua yule mwanaume alikuwa hata hana kazi ya kudumu. Siku moja Sara alitoka usiku akiwa amevaa vizuri sana kwenda kukutana na sponsor mpya aliyekuwa anajifanya tajiri. Alipofika restaurant ya kifahari, mwanaume huyo akaagiza chakula mingi sana ili kuonekana ana pesa. Lakini bili ilipokuja, kadi yake ikagoma. Ikajaribu tena, ikagoma tena. Jasho likaanza kumtoka mwanaume yule. Sara akaanza kuona aibu. Chowe yule mwanaume akaenda chooni na hakurudi tena. Sara aliachwa pale na bill kubwa kuliko pesa yote aliyokuwa nayo kwenye handbag. Usiku huo alitembea peke yake kurudi nyumbani huku mvua ikinyesha. Viatu vyake bei ghali vilikuwa vimejaa matope. Akaanza kujiuliza, hivi kweli ndiyo maisha nilikuwa nataka? Kesho yake akaenda kumtembelea mama yake aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida sana. Mama yake alimwangalia na kusema, mwanangu, furaha ya kweli haiko kwenye maisha ya kuonyesha watu. Maneno hayo yalimgusa sana. Polepole Sara akaanza kubadilika. Akaacha maisha ya kujiuza na kuanza biashara ndogo ya chips na kuku pembeni mwa barabara. Mwanzoni watu walimshangaa, wewe Sara, kutengeneza chips? Lakini Sara hakujali. Cha kushangaza, chips zake zilikuwa tamu sana mpaka watu wakaanza kupanga foleni. Biashara ikakuwa haraka. Baada ya muda akafungua restaurant yake mwenyewe yenye muziki mzuri wa Kiafrika na chakula kitamu. Na kila mtu aliyemjua zamani alishangaa kuona Sara sasa ana furaha ya kweli kuliko zamani zote. Siku moja msichana mdogo alimwambia, dada Sara, nataka kuwa kama wewe. Sara akatabasamu na kujibu, basi usikimbilie pesa za haraka, kimbilia maisha yenye amani. Kumbukeni, kila mmoja wenu ana thamani kubwa. Amini katika ndoto zenu na mnaweza kubadilisha ulimwengu. Basi usikimbilie pesa za haraka. Kimbilia maisha yenye amani.